Tena, Your Excellency, the People's Deputy President, Rigathi Gachagua, na viongozi wote, sana sana tukiongozwa na Senator Maanzo hapa Makueni. Mimi naitwa Karungo wa Dhangwa. Mimi ni seneta kuchaguliwa Kiambu. Nilichaguliwa karibu na kura 600,000. Hiyo ni kumaanisha nikiwa hapa niko na blessings za watu wa Kiambu kukuja kuambia mambo mawili. Ya kwanza, poleni sana familia Bishop Mulinge na familia yako kwa kuachwa na mama. Mama alikuwa na miaka, nimejaribu kuhesabu, 106. Sio ni kuonyesha Mungu anapenda hii familia. Na pia tumeambiwa alikuwa na watoto wengi. Hata kwetu nyumbani mama yangu tu ako na watoto kama hao, watoto 13. Na mimi ndio namba 13. Sasa kama hakufikisha 13 kungepatikana senator. Kwa hivyo vile tumeambiwa na leader of majority tuendelee kuongezea ndio tupate watoto wengi. Kwa hivyo poleni sana kwa kuachwa na mama. Mengi yamesemwa na mimi nimekuja hapa na ni mara yangu ya kwanza kufika Makueni County. Na nimefika hapa nikapata mko na nchi nzuri sana. It is very green. Watu wako na furaha. Hata yule kijana umetupatia pale wote ametuleta vizuri huko ndani. Ingawa alikuwa anasema tu Nova, Nova, Nova. Tukajipata tumeenda kilomita kama 40. Lakini mwishowe tumefika. Kwa hivyo mimi nimesema nafurahi sana kufika hapa, sababu nyinyi mumekuwa marafiki wetu na mumekuwa nasi kutoka kitambo. Lakini kwa sasa hivi huu ndio wakati wa Mungu. Amesema wale makazins wetu tushikane pamoja ndio tuendeleze nchi yetu mbele tukiwa pamoja. Mimi ningetaka kuambia, by the way, huku ndio kwa Mutuse. Ni hapa. Ni mbali. Ni mbali huko. Wacha nikuambie kitu moja. Kwa nini nimeuliza hivyo? Wakati Rais Ruto alipanga njama ya kumtoa mamlakani Rigathi Gachagua, alikuwa ametafuta mtu mwingine hapo alete hiyo motion. Lakini kuangalia sana, akasikia vile Wakamba na watu wa Mount Kenya wameamua kushikana. Akaona ndio haribu hivyo, atafute Mkamba mmoja, ule Mutuse, ati ndio akuja atoe Rigathi, ati ndio sisi tuchukie nyinyi. Hatuwezi chukia nyinyi. Hatuwezi. Sababu tunajua huyo ni pesa alipata, si ndio? Na mimi ningetaka kusema Kalonzo Musyoka ni mtu mzuri zaidi. Hiyo nitasema hapa nikiwa hapa. Sababu yeye vile alijua ati watu wa Mount Kenya wanataka kutenganishwa na watu wa Ukambani kutumia Mutuse. Akakimbia sana. Akaambia watu wa chama ya Wiper, msipige yes, mpige no, ndio Gachagua akue kwa kiti. Na ndio maana tuko hapa na Maanzo. Huyu alipiga no, mpigeni makofi huyu. Sisi tulikataa pesa. Mimi sijaiona pesa mingi hivyo jameni. Hey. Mimi sijaiona pesa mingi hata yeye. Sasa mimi nikajiuliza, sasa nimechaguliwa tu hivi karibuni, hata nyumba sijajenga. Hata sijui kagari, sijui nini. Nikajiuliza, si hii pesa nani anahitaji sana? Ni mimi kijana ama ni wale wengine wazee? Wale wazee ndio walikula pesa hata zaidi. Lakini tukiwa na huyu senator Maanzo na senator wa Kitui anaitwa Wambua na wengine, sote tukasema no. Na ndio maana sisi Kalonzo akikuja na vile ametembea kwetu Kiambu, tunamuwelcome, tunamwambia karibu, tutatembea wote, tukubaliane maneno na tuende safari moja 2027. Sababu yeye alisimama na sisi wakati Ruto aliambia wabunge wake wapige Rigathi Gachagua atuwaseme aende nyumbani. Wakati Raila Odinga aliambia wabunge wake wa ODM wapige Rigathi aende nyumbani.
Wiper ya Kalonzo Musyoka ilisimama na sisi watu ya Mlima Kenya. Pigeni yeye makofi. Na ndio maana tumefika hapa. Ya mwisho, kanisa. Sisi kama wanasiasa ambao sisi tunaamini Mungu, sisi tunatetea kanisa. Sababu kanisa mkinyamaza, sisi tumekwisha. Mimi nimeongea tu kidogo, nimeuliza rais maswali 2-3, amenitumia DCI. Kwetu ni Kiambu, akasema niende Nyeri. Kufika Nyeri tukapata watu hata wanatupenda zaidi. Na tulikuwa na huyu seneta alisimama na mimi wakiwa na wakili mwingine Ndegwa Njiru. Wakakaa na mimi, na ndio maana ameniambia kuja tulie pamoja. Nikakuja mbio. Sasa tunataka kuambia rais na haswa kanisa, uachane na kanisa. Lakini nimejua shida ni nini. Na mimi nataka kutuma mapasta na kanisa. Wakati walisema twende bottom, ndio twende up. Wengine rais na wale ambao wamemzunguka walienda bottom, wakaenda bottom, wakaenda bottom, wakaenda bottom, wakafikia shetani wakakuja na yeye. Ndio maana hata rais mwenyewe anasema kuna mapepo. Ni wao walileta. Waombe kwanza mapepo ikwende. Si mambo ndio hayo? Waombe kwanza mapepo itoke kwa State House ndio nchi yetu isonge mbele. Kwa hivyo mimi nitasimama na Senator Maanzo, watu ya Makueni, na hivyo mbunge wangu wa Githunguri amesema tumekataa hiyo chanjo ya ng'ombe. Ati ng'ombe iache kutoa hewa. Kabla hujaleta hiyo chanjo ya ng'ombe, leta antivenom hapa Makueni. Leta hiyo dawa ya nyoka hapa Makueni. Hiyo ndio inasumbua. Ama ulete chakula ya ng'ombe kule Githunguri. Na unajua wanasema, na kutojua ni kitu mbaya, wanasema ati antivenom ama hiyo dawa ya nyoka, sababu ni liquid kidogo, ati wanasema lazima ikae kwa fridge. Hiyo ni ukweli. Lakini hawajafanya research wajue kuna antivenom ambayo ni unga iko kwa sachet. Tukaletewa kila nyumba Makueni ipate sachet moja, 2 waweke tu hapo. Itaonyesha ile wakati mtu amekutana na hiyo ajali, si unatumia na unasave watoto na unasave watu. Kwa hivyo kabla haujasema ng'ombe zetu zina toa hewa. Unajua nilisikia rais akisema ati yeye alidungwa chanjo na bado anaendelea kutoa hewa. Hiyo haikuwa ya hiyo ilikuwa ya COVID. Sisi sote tulipata ya COVID. COVID ilikuwa ya mapafu. Kwa hivyo asichukulie sisi viongozi ama raia hatuelewi yale mambo ambayo tunasema. Kwa hayo machache, 2027 tunaenda safari moja. Vile Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka watasikizana, si tunaenda safari moja? Si mambo ni hayo? Todo ni joe Gikamba, we ni oe Gikuyu, tuikaraga hamwe, turutithanagia wira hamwe, niki gitoma turwe. Niki ithe muthiranyi tora ndirauga mundu utaraigua ndauga guoko iguru. Ni muraigua. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Senator wa Kiambu. Wacha na mimi niseme